Wewe fundi ujenzi ndio unatujengea nyumba tunakaa. Kwa hiyo wewe bodaboda, unaendesha bodaboda na wewe unalitumikia taifa. Inakuwaje watumishi wa serikali tu ndio walipwe pension baada ya miaka 60? Wewe uliyejenga nyumba usilipwe pension wakati na wewe ulitumikia taifa. Sisi tumesema kila mtu atalipa pension kwa sababu na yeye amelitumikia taifa na yeye amejenga nchi hii. Tunataka tubadilishe nchi hii. Inawezekana. Norway, nchi ya Norway wamevua mwaka jana peke yake kwenye bahari kuu dola za Kimarekani bilioni 9.8, trilioni 30 kwa mwaka mmoja tu, uvuvi wa bahari kuu. Hawana bahari kubwa kama ya kwetu. Sisi tunahitaji kujenga viwanda vya uvuvi, tunahitaji kununua meli za uvuvi ziende deep sea. Unaenda nchi kama India, ina watu bilioni 1.2. India watu hawali nyama nyekundu kwa sababu wanaamini ng'ombe ni mungu wao. Kwa hiyo wanakula samaki, wanakula michicha, wanakula na vitu kama hivyo. Tungevua bahari kuu, uvuvi peke yake unaweza kuingiza pato la zaidi ya bilioni 5 hata 6 za Kimarekani kwa mwaka. Nani atakosa kazi katika mazingira haya? Katika uchumi huo. Tukiwa bungeni mwaka 2017, mimi nilikuwa waziri kivuli nishati na madini. Wakati bwawa la Mwalimu Nyerere linaanza kujengwa, hotuba yangu ipo kwenye Hansard za bunge na ipo kwenye YouTube. Nikamshauri Rais Magufuli wakati ule kwamba Mheshimiwa Rais, Mungu ametujalia sana. Tuna chuma hapa Rudewa, pale Mchuchuma, pale Liganga, wilaya ya Rudewa. Na Mungu alivyotupenda, sikilizeni, Mungu ametupa chuma. Maeneo mengine kila chuma anaweka chini ya ardhi mnachimba. Sisi aliweka mlima. Yaani mlima wa chuma ambao tunaweza kutumia miaka 100 kabla hatujamaliza. 100 years. Na Mungu akatupenda akatupa na makaa ya mawe pale pale Rudewa, sehemu inaitwa Mchuchuma, ya kuyeyushia hicho chuma. Na mchanga wa kusafishia akauweka Iringa. Kwa hiyo hakuna kitu tunaagiza kutoka nje. Nikamwambia Mheshimiwa Rais, unaenda kujenga bwawa la Mwalimu, litahitaji chuma kingi sana. Nondo, SGR itahitaji chuma. Kabla hujaanza kujenga, tujenge kwanza kiwanda chetu cha chuma. Kile kiwanda kilikuwa kinaenda kuajiri vijana 60,000. Mind you, tangu uhuru mpaka sasa serikali ya CCM imeajiri watu 520,000 tu. Yaani walimu, askari, jeshi, watu wote wako 520,000 tu. Kile kiwanda kilikuwa kinaenda kuajiri 11% ya watu walioajiriwa tangu uhuru mpaka sasa. Hiyo ni direct employment. Hatujazungumzia subcontractors, watu ambao wangekuwa na magari na service mle, watu ambao wangepewa surprise mbalimbali, sio hivi kuwa surprise makaratasi, sio chakula, sio. Hatujazungumzia direct employment, watu 60,000. Kile kiwanda kilikuwa kinajengwa kwa dola za Kimarekani bilioni 3. Bilioni 3 ni trilioni 7.8. Unachimba miaka 100. Nikamwambia utajenga hiki kiwanda, ukisha kamilisha sasa waite hao wanaotaka kutujengea bwawa, waambie njoo mtujengee bwawa. Shilingi ngapi? Trilioni 5, sawa. Lakini chuma chote hapa Tanzania. Kwa hiyo unawapa pesa kwa mkono huu, unazirudisha ndani ya nchi kwa mkono huu kwa kuambia lazima chuma ununue hapa. Mnanielewa vizuri hai? Mnanielewa vizuri? Kwa kile kiwanda kuacha kwamba kingetoa ajira, lakini pia kingesababisha pesa zote ambazo tumemlipa huyu mtu aondoke na faida kidogo sana, kwa sababu chuma chote angenunua hapa. Lakini vile vile tungewauzia Ethiopia, tungewauzia Uganda, si wapi, chuma chote wangechukua. Nondo zingeshuka bei kwa sababu tungekuwa tunazalisha hapa. Hawakutusikiliza. Wakaendelea. Mwaka jana peke yake serikali imeagiza chuma kutoka nje ya nchi cha dola za Kimarekani bilioni 1.2. Trilioni 3. Mwaka huu. Mwaka juzi hivyo hivyo, mwaka ule mwingine trilioni 4. Kwa miaka mitatu wameagiza chuma cha trilioni 10. Sijazungumzia miaka mingine yote hiyo. Trilioni 10 kwa miaka mitatu. Kujenga kiwanda trilioni 7.8 uchimbe miaka 100. Kuna akili hapo? Kuna akili hapo? Tukisema wanatuwinda, tumekosa nini sasa kwa kusema haya? Tumekosa nini? Umaskini wetu ni umaskini wa kutengeneza. Tunaishi kinyonge
Mtoto anamaliza shule, hawezi kupata elimu, hawezi kupata ajira ya walimu. Sio kwamba shule zimejaa walimu, shule hazina walimu. Vijana wamemaliza degree, wanaendesha bodaboda, walitakiwa kuwa manesi, walitakiwa kuwa madaktari. Sio kwamba hospitali zimejaa madaktari. Serikali inasema haina uwezo. Unapataje uwezo kama kila unachokusanya hapa unakitoa nje kwenda kwenye nchi nyingine? Una uwezo wa kupata uwezo pale unapozungusha fedha kwenye nchi yako kuliko unavyozitoa nje. Uagize vitu vile ambavyo tu hauna uwezo wa kutengeneza. Tuagize magari, tuagize sui nini, hayo hatuna uwezo nayo. Lakini toothpick, njiti za kutolea nyama kwenye meno, made in China. Hivi mnanielewa nyie? Made in China, toothpick. Na tuna wabunge wanakaa bungeni, wanapiga makofi, city warmers, wapasha viti. Ndio hao ambao tukijaza fomu wanasema hatujui kusoma na kuandika. Mimi sijui kusoma na kuandika mimi.